Hujambo, karibu. Hii ni Ndende Digital. Ndugu mtazamaji, tunakualika ndani ya robo saa ya uchambuzi wa masuala ya kimataifa. Hii leo Ndende Digital inaangazia hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Tutakuwa na wastani wa dakika 15 kujadili kwa kina namna ya hali ya usalama inavyoendelea kule mashariki mwa Kongo. Mwenyeji wako kwenye mjadala huu ni mimi Salum Hamza. Karibu. M23 wanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya jeshi la serikali ya Kongo licha ya kusaini mkataba wa amani pale Washington DC. Je, hii ina tafsiri gani? Ni kweli hali ya usalama na mashambulizi mashariki mwa Kongo yameendelea kuripotiwa na kundi la M23 ama M23 limeendelea kufanya mashambulizi kwa nguvu, na hii imejiri hasa mara baada ya kufanyika kwa makubaliano ya usitishwaji wa mapigano yaliyofanyika pale Washington. Kwa hivyo kimsingi picha ambayo tunaiona kwenye hili ni namna ya makubaliano yaliyofanyika pale Washington Disemba 4, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzie wa Kongo Felix Tshisekedi walikutana kufanya makubaliano ya usitishaji wa mapigano kule Kongo. Ni wazi makubaliano yale pengine hayakuwa na tija na hayajaleta taswira halisi, kwa sababu kwa namna ambavyo makubaliano yalivyofanyika, utaona yalikuwa kwanza chini ya rais wa Marekani Donald Trump, na ukiangalia rais Trump wa namna alivyokuwa anaeleza kwamba amewakutanisha viongozi husika wa changamoto ile, ambapo moja katika maeneo aliyozungumza ni kwamba kufikiwa kwa makubaliano yale yatasaidia pia kwa taifa la Marekani kuweza kuyafikia madini yaliyopo nchini Kongo. Kwa hivyo utaona kwamba mkataba ule wa usitishaji wa mapigano ulikuwa ni mkataba uliojielekeza sana kwenye eneo la kibiashara na haukulenga hasa kutatua changamoto ambazo za kiusalama zinazotokea kule mashariki mwa Kongo. Lakini utakuja kuona makubaliano yale yaliyofanyika pale Washington kwa maana ya Washington Accord yalifanyika kwa kukutanisha Rais Felix Tshisekedi pamoja na Paul Kagame. Utakuja kuona wahusika wenyewe ambao ni M23 hawakuwemo kwenye mazungumzo yale. Lakini kitu ambacho pia tunapaswa kufahamu, mashariki mwa Kongo yako makundi mengi ambayo yanaendesha mashambulizi kule. Mbali na M23 lenyewe, yako makundi ya ADF NALU ambalo pia linaendesha mashambulizi nchini Kongo. Wapo Kodeko pia Waituri wako wanafanya mashambulizi kule, na makundi mengine kama Mai Mai. Kwa hivyo ukiangalia kwa namna hiyo, tafsiri ya makubaliano yale ya Washington Accord yalikosa ushirikishwaji wa makundi yote ambayo yanahusika kwenye shughuli za machafuko kule nchini Kongo. Hivyo ni wazi makubaliano yalikosa uhalisia kwa sababu yalishindwa kujielekeza kwenye kutatua hasa changamoto iliyopo kule mashariki mwa Kongo. Lakini utakuja kuona pia namna ya lugha ya picha wakati wa utiaji saini wa makubaliano yale. Utaona Rais Tshisekedi hakuwa katika hali ya furaha wakati wa makubaliano yanafanyika, na hata Tshisekedi pamoja na mwenzie Paul Kagame hawakupeana mikono wakati wa mazungumzo yale. Kwa hivyo utakuja kuona ni kana kwamba mazungumzo yalikuwa yamefanyika katika misingi ya kibiashara zaidi, na kwa kuwalazimisha kwa kutanisha mezani pale Washington, na hayakulenga hasa kutatua changamoto halisi inayoendelea kule mashariki mwa Kongo. Ni kwa nini mkataba wa amani umeshindwa kukomesha vita mashariki mwa Kongo licha ya mkataba huo kusainiwa mbele ya Rais Trump, kiongozi wa taifa lenye nguvu zaidi duniani? Ukiangalia namna ya utiaji saini wa makubaliano yale, utaweza kuona ni wazi kulikuwa na ukakasi kidogo wa namna ya makubaliano ya hivyo, kwa sababu kwanza mkataba haukuonyesha namna ya
ya misingi itakayotumika kuweza kutatua changamoto halisi iliyopo Kongo. Lakini pia Rais Donald Trump kwa kipindi cha hivi karibuni amekuwa kinara katika mizozo mingi inayotokea duniani, na mizozo mingi aliyoshiriki kwa kiasi kikubwa hajaweza kutoa usuluhisho la moja kwa moja. Ni kana kwamba ni mtu ambaye anatapambana kusuluhisha migogoro, lakini anashindwa kuiendea kwa kina, kuona namna sahihi ya kutatua migogoro hiyo. Kama utakumbuka, ameshiriki kwenye mgogoro wa Urusi pamoja na Ukraine mara kadhaa, lakini hali bado haijakuwa nzuri. Pia Rais Trump ameshiriki kwenye mgogoro wa Israel na Palestina kule Gaza, bado pia hali haikuwa njema kama ambavyo wengi wametarajia. Lakini pia Trump ameshiriki kwenye mgogoro wa Israel na Israel na Iran mara kadhaa, lakini bado hajaweza kutoa moja kwa moja suluhu ya kudumu ya changamoto hizo. Kwa hivyo ndicho ambacho kimetokea hata pale Disemba 4 Washington, wakati wa hafla hii ya utiaji saini wa mgogoro huu wa mashariki mwa Kongo. Hivyo namna ambavyo makubaliano yamefanyika yalikosa mwanga wa namna watakavyoweza kwenda kumaliza changamoto hizo, ukizingatia wale wahusika ambao ndo wanaendesha machafuko kule Kongo hawakuweza kushirikishwa kwenye changamoto hiyo. Lakini mtazamo wa Rais Donald Trump kwenye mzozo huu amejielekeza zaidi kwenye eneo la kibiashara. Ikumbukwe Kongo ina rasilimali ya madini ambayo muhimu kwa ajili ya kutengeneza vifaa, madini muhimu ya duniani, ambapo inakadiriwa utajiri uliopo Kongo ni zaidi ya utajiri wa nchi zote za Ulaya pamoja na Amerika. Kwa hivyo Rais Trump amejikita ama amejiingiza kwenye kutafuta suluhu ya mgogoro huu kwa lengo la kutengeneza mazingira ya kibiashara ili na yeye aweze kupata fursa ya kuchuma madini yanayopatikana, madini ya adimu yanayopatikana kule mashariki mwa Kongo. Na kama utakumbuka kwenye makubaliano yale alizungumza hilo swala kwamba wameafikia katika mazingira ambapo Marekani pamoja na Kongo wataweza kutengeneza mazingira ya kuweza kuchimba madini yanayopatikana Kongo, ambapo mwisho wa siku yatamfaidisha zaidi Marekani na si taifa lingine. Nini kifanyike sasa kumaliza mgogoro huu, ukizingatia M23 wanaendelea kutanua wigo wa kuteka maeneo nchini Kongo? Kwanza mgogoro huu umefikia kiwango ambacho ni mgogoro wa kikanda, tunaweza tukasema, kwa sababu mpaka sasa una zaidi ya miaka 30 sasa mgogoro huu umekuwa ukiendelea. Na ikumbukwe makundi ambayo yanafanya shughuli zake yanafanya operesheni katika eneo lile la Kongo ni makundi mengi na si kundi la M23 peke yake. Kama nilivyosema, yako makundi ya ADF NALU pia yanaendesha operesheni kule Kongo, makundi ya Kodeko na makundi mengine ya Maimai na kadhalika. Kwa hivyo nini kifanyike? Kwanza akuwe na maridhiano ya kweli, kwa sababu mgogoro umeshadumu zaidi ya miaka 30 sasa. Ni wazi eneo la kivita limeshindwa kumaliza mgogoro huu. Kwa hivyo kwanza yafanyike maridhiano ya kweli na ya wazi, ambapo jumuiya za kikanda zitajumuishwa, kwa maana ya jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC, jumuiya za nchi za Afrika Mashariki kwa maana ya EAC, lakini jumuiya kwa maana jumuiya ya Afrika kwa ujumla, pamoja na jumuiya za Ulaya, pengine nazo ziweze kufanya ama kuratibu maridhiano ya moja kwa moja katika njia za kidemokrasia. Lakini makundi husika ambayo yanaendesha operesheni
za mashambulizi nchini Kongo ni lazima nazo zihusike kwenye kutatua changamoto hii. Ikumbukwe hivi karibuni tayari kundi la M23 ama M23 limekwisha ongeza utanuzi ama wigo wa maeneo. Kabla ya hapo eneo la Goma, Kivu yako chini ya M23, lakini eneo jipya la hivi karibuni la Uvira, na ukiangalia hili ni anguko kubwa sana kwa jeshi la Kongo, kwa sababu M23 walivyoteka eneo hili ama mji wa Uvira ambao ni mji wa kimkakati, ni wazi unazoofisha moja kwa moja nguvu za kijeshi za Kongo kwenye kumaliza mgogoro huu, kwa sababu eneo la Uvira ni eneo la kimkakati ambapo jeshi la Kongo lenyewe ndio lilikuwa linapanga operesheni zake nyingi dhidi ya makundi hayo ya waasi. Lakini Uvira ni eneo ambalo ni jirani na bandari, ni jirani na ziwa Tanganyika. Kwa hivyo ni lango la kuingilia baadhi ya bidhaa kuelekea nchini Kongo. Lakini Uvira pia inapakana kwa karibu zaidi na Bujumbura kule Burundi. Ni wastani wa kilomita 20 mpaka 25 kuelekea Burundi. Kwa hivyo ni mji wa kimkakati ambao unaunganisha na mataifa mengine kwa maana ya Bujumbura Burundi, lakini hata sisi Tanzania upande wa ziwa Tanganyika. Kwa hivyo ni eneo muhimu ambalo serikali imelipoteza kwenda kwa kundi la M23, na hivyo litachagiza pia hata kudolola kwa usalama kwenye eneo lile, na ni kitisho pia kwa nchi jirani kama za Burundi, ambako wenyewe tayari walikishwa peleka askari wao zaidi ya 20,000 kwenye eneo lile, na tayari M23 wamekamata askari wengi wa Burundi na wamewataka askari wale warejee nchini kwao Bujumbura, na operesheni zote za kijeshi zifanyike, ama operesheni zote za ukombozi kama wenyewe wanavyosema zifanyike chini ya kundi la M23. Kwa hivyo kikubwa ni maridhiano ya pamoja, jumuiya za kikanda zishiriki ili kuweza kumaliza mzozo huu uliodumu zaidi ya miongo 30 sasa. Naam, ndugu mtazamaji wa Ndende Digital, na hapo tumefika tamati ya kipindi chetu hiki ambacho ndani ya robo saa tulikuwa tunaangazia hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Ni mimi mwenyeji wako Salumu Hamza, kwa muda wote tulikuwa wote, na mwisho wa kipindi hiki ndiyo maandalizi mazuri ya kipindi kingine. Nakushukuru sana, kwa heri kwa sasa.